Fungua nami Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 hadi ule mstari wa 7. Kanisa hili linaandikiwa na Paulo, na kuna kitu ambacho anawatia moyo nacho katika ule mstari wa 6 na ule mstari wa 7. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika lile neno bali kwa kila neno, kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amen, amen. Hiyo jana kuna kitu ambacho niliweza kuzungumzia, nikakwambia kwamba kwa macho ya binadamu, wale wanafunzi wa Yesu waliona samaki wawili, wakaona mikate 5. They saw a snack, but Jesus saw a full meal, a 5-course, a 4-course meal ambayo ilishibisha watu na mpaka kukawa na mabaki. Watu wakabeba, chakula kingi kikaweza kubebwa. Kwa nini? Kwa sababu kulikuwa na nguvu za kushukuru. Yesu anapoletewa samaki wawili pamoja na mikate 5, anainua juu na kusema asante Mungu. Anaposema asante Mungu, there was power of multiplication. Kulikuwa na nguvu za kuongezeka. I told you, kama kuna kitu ambacho unaamini Mungu akaweze kukutendea, angalia vile vitu ambavyo amekutendea kwanza. Angalia ile miujiza. You can call them just small things, small little miracles. Anza kushukuru Mungu kwa sababu ya hivi vitu. Na kama kuna kitu unaamini Mungu kwa sababu yacho, Paulo anaandika akisema kwamba msijisumbue kwa kitu chochote. Unaposema kujisumbua, do not worry over anything. Yani wewe unaposema kujisumbua na kukosa kujisumbua, inamaanisha kwamba you live knowing there is someone in control over your situation. There is someone in control over what you're going through. There is someone in control of your condition. Jana tulipokuwa tunaangalia, mada yetu ilikuwa ni joy in times of anxiety. Paulo na Sila walikuwa usiku katikati. Tunapozungumzia usiku wa manane, inamaanisha masaa ya kusonga hivi ni 6 na masaa ya kusonga hivi ni 6. Usiku wa manane ndio katikati. Tuko katikati ya giza tororo. But they chose to worship God even in that hour. They chose joy in times of anxiety. They didn't know what was supposed to happen the following morning. Pengine wangetolewa pale na wawe wanaenda kuuawa. Lakini waliamua kumsifu Mungu katika hiyo saa. Waliamua kumsifu Mungu katika wakati huo wa wasiwasi. Mpendwa mwanainuka asubuhi ya leo, Paulo anawaangalia Wafilipi na anawaambia msijisumbue kwa neno lolote, lakini kwa kusali na kuomba na kushukuru, haja zenu zijulikane kwa Mungu. Hajasema haja zenu zijulikane na mdosi wako. Hajasema haja zenu zijulikane na rais wako. Hajasema haja zenu zijulikane na wadadisi wa uchumi. Hajasema haja zenu zijulikane na viongozi. Hajasema haja zenu zijulikane na mchungaji. Anasema haja zenu zijulikane kwa Mungu kupitia kusali na kuomba na kushukuru. Haja zenu na zijulikane na Mungu.